Bila shaka Mungu anapenda nchi yetu Kenya, na ndivyo amefanya ikuwe na makanisa mengi mpaka hata pengine imepita baa zile watu wanaenda kukunywa pombe. Ni vizuri sana, lakini kuna mahali imefika. Kuna huyu Shiro wa Oakland ameanza kuchapa hayo makanisa, na tumeanza na sisi kumuinukia. Kile kizuri ni kujiangalia sisi ni wapi tumemkosea Mungu, ndivyo tumeanza kuinukiwa na huyo mama akiwa huko ng'ambo. Kile kizuri ni tukienda kanisani tunatubu dhambi zetu, tukiambia Mungu tumesema sorry kwa yale mabaya tumefanya tukiwa ndani ya nyumba zako. Kwa hivyo si vizuri kubishana na huyo mama, pengine ni kutumwa ametumwa ati tumemkasirisha Mungu na njia zetu mbovu. Kwa hivyo usiseme we ni mtu mzuri na mimi siseme mimi ni mtu mzuri. Kile kizuri ni kumwomba Mungu na kutubu dhambi zetu, na ninajua mambo itakuwa sawa. Hebu nikwambie, ukienda Isaiah 38 mstari wa 1 hadi 6 utaona huyu nabii alikuwa anaitwa Isaiah. Alitumwa kwa mfalme alikuwa anaitwa Hezekia amwambie aweke mambo yake sawa, ni kwa sababu hataishi tena, na wakati ule alikuwa mgonjwa. Naye Hezekia hakubishana na Isaiah. Kile alifanya ni kutubu dhambi zake, ni kumulilia Mungu na kumwambia yale mambo mazuri amefanya. Naye Mungu akatuma yule Isaiah tena, enda umwambie Hezekia, nimesikia kilio chake na nimemwongeza miaka ingine 15 ya kutawala, na nitalinda Jerusalem kutokana kwa adui wake Syria. Kwa hivyo Mungu huyu Hezekia akatawala miaka ingine 15. Wapendwa, pengine huyu Shiro wa Oakland pengine ni Isaiah wa siku hizi. Tunaweza kuona kama ni mchezo anacheza, lakini yale ananena ni very serious. Ni kwa sababu kile anaambia watu wasirudi kuingia kwa hizi hekalu, wasirudi kuingia ndani ya kanisa. Sasa unashindwa hizi kanisa ni kufunga tutafunga au ni nini? Hapana, kile tutafanya ni tukiingia hizo kanisa tunatubu dhambi zetu na tunamlilia Mungu na tunawacha njia zetu mbovu zile zimefanya Mungu akasirike. Si Shiro amekasirika, ni Mungu amekasirika. Na Mungu akisikia kilio chetu, bila shaka utaona Shiro amepewa kazi ingine ya kufanya, na wache hiyo ingine ya kutabiri kubomoka kwa makanisa, kufungwa kwa makanisa, kupigwa kwa wahubiri. Ni kwa sababu tutakuwa tumemfurahisha Mungu. Kwa hivyo kile ningewauliza sisi wote ambao tunaenda kanisani, tuachane na huyo mama. Anafanya kazi ile ametumwa na Mungu afanye, na akimaliza kusema kweli ataachana na hiyo kazi na Mungu ampatie kazi ingine. Kwani hata Jona si alitumwa Nineve aende akatabiri siku 3 huko akisema baada ya siku 40 Nineve itaisha. Hawa watu wa Nineve hawakubishana na Jona. Kile walifanya ni walivaa magunia na wakatubu na wakalilia Mungu wao, na kusema kweli Mungu akaponya nchi ya Nineve na mambo ikawa sawa, na Jona akaacha hiyo kazi ya kutabiria Nineve mambo mabaya. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu waliwacha njia zao mbovu na wakaanza kufurahisha Mungu wao. Kwa hivyo wapendwa, kile tunafaa kama nchi, tutubu dhambi zetu ndio Mungu aponye nchi yetu. Tutubu dhambi zetu ndivyo Mungu aponye makanisa na aponye wahubiri na mambo ikuwe sawa. Lakini tukianza kujipiga kifua tukisema vile tuko anointed,
kusema kweli tunazidi kumkasirisha Mungu, na huyu mama ataanza kutokwa na maneno makali makali yale Mungu amempatia. Lakini tukinyenyekea, Mungu atatuangalia aone vile tumenyenyekea, na aponye kanisa na amponye nchi yetu, na hata aponye wakubwa wetu au viongozi wetu. Wewe hata ukiangalia nchi yetu iko namna gani, kile tunafaa ni tuachane na mambo mengi, tuachane kwenda kwa mitandao kumtusi huyu mama, tuende mbele ya Mungu, tumuombe, tutubu dhambi zetu, tumulilie na kusema kweli mambo itakuwa sawa. Lakini na hebu nikwambie kitu kimoja, ukitaka kuwa na anointing na kuwa na mafuta, kuwa mtu wa kutubu dhambi zako, naye Mungu atakuwa akikumwagilia mafuta. Lakini ukiwa wewe unainua kifua yako, unaanza kusema sijui weko namna gani, unaharibu kila kitu, na kile unafanya ni kupatia huyo mama aendelee kukuchapa. We ukisikia amekutaja, hakuna kurudi tena unaenda kwa mitandao kubishana na yeye. Hapana, we enda mbele ya Mungu, tubu dhambi zako, mwambie Mungu kile unataka, piga magoti, garagara huko kwa madhabahu ukimlilia Mungu, na bila shaka kile atafanya, ataponya kanisa na aponye nchi yetu na aponye viongozi wetu. Wewe ukifanya hivyo, mambo itakuwa sawa. Lakini tukisianza kusema ati sisi ni watu wazuri, huyo mama si mzuri, yeye enyewe si mzuri, lakini si unaona yale maneno anasema bila kuogopa, na anakoti Biblia, na unaona anaconfirm ati tuachane na makanisa, tuache kwenda ndani ya kanisa. Kwa nini? Kwa nini Mungu amemwachilia anene maneno kama hayo? Kuna mahali tumemkosea Mungu, lakini tukitubu na tumulilie Mungu, haya maneno itakuwa mazuri, na huyo mama ataacha hayo maneno. Utasikia amebadilika, utasikia sasa ameanza kutabiri mambo mazuri, kama vile Isaia alitabiria Hezekia mambo mazuri, ati Jerusalem itaponywa, ati ataongezwa miaka ingine 15. Kwa hivyo mapendwa, tuachane na nabii wa Mungu, sisi tumulilie Mungu wetu, tumulilie na tukiwa tumepiga magoti yetu. Hata ukiweza vaa magunia, si wakati wa mchezo. Hii ni wakati wa kumwita Mungu, huu ni wakati wa kumulilia Mungu, huu ni wakati wa kumwomba Mungu bila mchezo, ndio aponye kanisa, aponye nchi yetu. Hakuna vile Mungu anaweza ponya nchi yetu bila kuponya kanisa. Kanisa ipone kwanza, nayo nchi ifuate. Kwa hivyo watu wa kanisa, nyinyi ndio mko na kifunguo cha kufanya nchi yetu ibarikiwe. Lakini tukiendelea kujipiga kifua, tukianza kubishana na huyo mama, unaona hako Amerika anafurahia maisha yake, na sisi hapa tunaendelea kuteseka. Kwa nini? Ni kwa sababu hatujamfurahisha Mungu. Tumfurahishe Mungu, naye abadilishe maisha yetu, na Kenya yetu iwe mzuri hata kuliko hiyo Amerika ako. Kile kitafanya tukue vizuri hivyo ni maombi na kutubu dhambi zetu. Barikiweni sana mkienda kwa magoti kumulilia Mungu, naye ataponya maisha yetu na aponye nchi yetu na aponye kanisa. Barikiweni sana.